Kabla tujaanza simulizi yetu, tafadhali bonyeza subscribe, like video hii, kisha andika kwenye comment unasikiliza simulizi hii ukiwa nchi gani. Sasa, hebu tusikilize hadithi yetu jinsi ilivyoanza. Kila jioni katika kijiji cha Mwembe Chai kulikuwa na sehemu maarufu iliyoitwa Kijiweni. Hapo ndipo wanaume wa kijiji walikutana kuzungumza habari za maisha, siasa, biashara na wakati mwingine kucheka na kupoteza muda. Miongoni mwa waliokuwa wakikaa pale kila siku alikuwepo kijana mmoja aliyeitwa Juma. Juma alikuwa anaitwa Mshamba na wengi wa waliokuwa Kijiweni kwa sababu alitoka familia maskini, hakupenda kujionyesha na mara nyingi alivaa nguo zenye mavumbi baada ya kutoka shambani. Lakini watu hawakujua kuwa Juma alikuwa na akili nyingi na moyo wa uvumilivu. Siku moja, mwanamke mmoja mrembo aitwaye Asha alifika kijijini kuishi kwa shangazi yake. Asha alikuwa ametoka mjini baada ya kazi yake kufungwa ghafla. Alikuwa mpole, mcheshi na mwenye ndoto ya kuanza maisha mapya. Siku moja alipita karibu na kijiwe, upepo ukapeperusha mtungi wake wa maji ukaanguka. Juma aliyekuwa karibu alikimbia kuuchukua na kumsaidia. Hapo ndipo mazungumzo yao ya kwanza yalianza. Kadiri siku zilivyopita, urafiki wao uliongezeka. Juma alimsaidia Asha kazi ndogo ndogo na Asha alianza kuona kuwa yule kijana aliyedharauliwa na watu alikuwa na tabia nzuri kuliko wengi. Miezi michache baadaye, Juma alimchumbia Asha. Watu wengi kijijini walishangaa. Wengine walimcheka Asha wakisema ameolewa na mshamba asiye na kitu. Lakini Asha hakujali. Alisema, bora moyo mwema kuliko mali. Ndoa yao ilifanyika kwa sherehe ndogo na maisha mapya yakaanza. Lakini ukweli ambao Asha hakujua ni kwamba Juma alikuwa na siri nzito moyoni. Miaka kadhaa iliyopita, Juma alikuwa mtoto wa mfanyabiashara tajiri sana aliyepoteza mali zote baada ya kudhulumiwa na ndugu zake. Baada ya baba yake kufariki kwa huzuni, Juma aliamua kuishi maisha ya kawaida ili kujiepusha na watu waliopenda mali tu. Alikuwa anatafuta mtu ambaye angempenda kwa moyo, si kwa pesa. Kwa muda, ndoa yao ilikuwa ya furaha. Lakini polepole mambo yakaanza kubadilika. Asha alianza kubadilika tabia. Alianza kulalamika kuhusu maisha ya kijijini. Kila siku shamba, kila siku vumbi. Hivi maisha yetu yataishia hivi? Aliuliza mara nyingi. Juma alimwambia kwa utulivu, maisha huanza taratibu, tutafanikiwa kwa juhudi. Lakini Asha hakuridhika. Siku moja, rafiki yake wa zamani kutoka mjini alikuja kumtembelea. Alimwambia, Asha, wewe bado unaishi huku. Wewe ulikuwa na ndoto kubwa. Maneno hayo yalianza kubadilisha moyo wa Asha. Akaanza kumdharau polepole. Alianza kurudi nyumbani kuchelewa, mara nyingine hata bila kueleza alikokuwa. Juma aliumia kimya kimya. Siku moja, akiwa kijiweni, wanaume wengine walianza kumcheka. Juma, mke wako sasa anaonekana wa mjini kuliko wa kijijini, mmoja alisema huku akicheka. Juma alinyamaza, lakini moyoni alihisi maumivu makali. Usiku moja, Asha alirudi nyumbani akiwa mkali. Juma, mimi siwezi kuendelea kuishi hivi. Nataka tuhamie mjini. Juma alimtazama kwa muda kisha akasema, kama ndicho unachotaka, tutajaribu. Lakini ukweli ni kwamba Juma alikuwa anamjaribu Asha kuona kama angeweza kuvumilia maisha magumu pamoja naye. Baada ya wiki chache, Juma alimwambia Asha kwamba ana kazi ndogo mjini na wangepanga chumba. Walihamia mjini. Maisha yalikuwa magumu sana. Walikosa hata pesa ya chakula mara nyingi. Asha alianza kuchoka haraka. Alianza kumlaumu Juma kila siku. Wewe hunijali, hata kunitafutia maisha mazuri huwezi, alisema kwa hasira. Juma alinyamaza. Lakini siku moja, Asha alikutana na mwanaume mmoja tajiri aitwaye Victor, aliyekuwa akimtembelea shangazi yake zamani. Victor alianza kumshawishi. Wewe mwanamke mzuri kama wewe, unaishije maisha haya? Alimwambia.
polepole Asha akaanza kuingia kwenye mazungumzo naye kwa siri. Siku moja, Victor alimwambia, "Ukiachana na huyo mume wako, nitakusaidia maisha." Maneno hayo yalipenya moyoni mwa Asha. Usiku moja, Asha alimwambia Juma, "Nafikiri tulikosea kuoana. Maisha yetu hayaendi popote." Juma alimwangalia kwa huzuni, lakini akasema, "Kama moyo wako haupo hapa, sitakulazimisha." Asha aliondoka siku chache baadaye na kwenda kuishi na Victor. Juma alirudi kijijini kimya kimya. Miezi michache ilipita. Siku moja, Victor alipoteza biashara yake ghafla. Watu waliokuwa wakimzunguka walimkimbia, pesa zikapotea, marafiki wakatoweka na maisha yakabadilika haraka. Asha alianza kuona upande mwingine wa maisha. Victor alianza kuwa mkali, mwenye hasira na mara nyingi alimlaumu kwa matatizo yake. Siku moja, waligombana vibaya na Asha akiwa analia. Hakujua pa kwenda. Baada ya siku chache za mateso, aliamua kurudi kijijini. Alipofika, alisikia habari iliyomshangaza sana. Juma sasa alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Alikuwa amefungua ghala la mazao na kusaidia wakulima wengi. Watu waliokuwa wakimcheka zamani, sasa walimheshimu. Asha alihisi aibu kubwa. Siku moja, aliamua kwenda kumwona. Alimkuta Juma ameketi chini ya ule mti ule waliokuwa wakikutana zamani. Asha alisimama kimya muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Samahani." Juma alimtazama, macho yake hayakuwa na hasira, lakini yalikuwa na huzuni ya mtu aliyewahi kuumizwa. "Nimekosea, Asha," alisema huku machozi yakimtoka. "Sikujua thamani ya moyo wako." Juma alinyamaza muda mrefu, kisha akasema, "Asha, nilikupenda kwa dhati, lakini mapenzi yanahitaji uvumilivu na uaminifu. Bila hivyo, ndoa hubaki kuwa uongo." Asha alilia sana. "Naweza kurekebisha?" aliuliza kwa sauti dhaifu. Juma alitikisa kichwa polepole. "Baadhi ya vitu vikivunjika, haviwezi kurudi kama mwanzo." Asha aliondoka polepole, akitambua kosa lake lilikuwa kubwa kuliko alivyodhani. Juma aliendelea na maisha yake, akisaidia watu wa kijiji na kuwa mfano wa uvumilivu na heshima. Na hapo ndipo simulizi yetu inatufundisha somo moja kubwa. Usimdharau mtu kwa sababu ya hali yake ya leo, na usiache moyo wa kweli ukakimbizwa na tamaa ya maisha ya haraka. Mwisho wa simulizi. Kama umeipenda hadithi hii, usisahau kufollow, kulike na kushare ili watu wengine wasikilize simulizi kama hizi. Na andika kwenye comment umeisikiliza ukiwa nchi gani.